Epuka kero na gharama za kusambaza kadi za makaratasi. Invite Pro tunakuleta kadi za kielektroniki, smart na za kisasa ambazo zitakusaidia kusambaza kadi za mialiko na mchango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mialiko na michango, kadi nzuri yenye mvuto, kusambaza kadi kwa njia ya SMS na WhatsApp, kusambaza Google location ya ukumbi au mahali sherehe inapofanyika, kuwapigia waliko wako wote ili kuhakiki kama wamepata kadi. Tunatoa ripoti ya idadi ya watu wanaotazamiwa kuhudhuria sherehe, kuskani kadi siku ya sherehe, kusambaza message ya shukrani kwa waliko wote. Waliko wote watapata kadi kwenye simu zao, iwe smartphone au kitochi. Tunatoa huduma zetu mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii Instagram @invitepro_ au tupigie kwa simu namba 0747474098 au WhatsApp 0763570877. Wazazi wenye watoto wenye mahitaji maalum wametakiwa kuacha tabia ya kuwafungia watoto wenye ulemavu majumbani, kwani wao ni binadamu kama binadamu wengine, wana haki ya kuishi, kusoma na kutimiza ndoto zao. Wito huo umetolewa wilayani Chemba mkoani Dodoma na Joseph Mtei, mhitimu wa fani ya civil drafting kutoka chuo cha VETA Dodoma, ambaye pia ameajiriwa na kiwanda cha ujuzi cha VETA makao makuu, huku akiwahimiza watu wenye ulemavu kujikubali na kutokata tamaa, akisema kuwa kujikubali ni hatua ya kwanza ya mafanikio. Nilisoma fani ya civil drafting, nimeanza 2024, nimemaliza 2025. Baada ya kumaliza nimeajiriwa na kiwanda cha ujuzi VETA Dodoma pale kipo makao makuu. Kwa sasa nafanya kazi pale na design furniture, japo nimesomea civil draft, ina maana mimi ni draft pia mimi ni designer. So baada ya kumaliza siku design nyumba tu, na design chochote ambacho kinafaa kudesignika. So napenda sana kuwahimiza wale wenye ulemavu kama mimi. Cha kwanza wajikubali. Ukishajikubali hutojikatia tamaa. Yaani usipojikatia tamaa, ina maana kila kitu kitakachokuja mbele yako utafanya juhudi zozote ili ufanyaje upingane nacho ili wewe usonge mbele. Kwa mfano kama mimi nilijikubali, sikuangalia eti kwa sababu mimi sina mikono nikae ombaomba. Nilisoma, nikamaliza form 4, nikaona nijiunge na VETA. Pia napenda kuwahimiza wazazi wenye watoto wenye mahitaji maalum kama mimi, wasiwafungie watoto wenye ulemavu ndani, kwa sababu wao ni binadamu kama binadamu wengine, nao wana haki ya kusoma, nao wana matamanio kama wenye mikono, nao wanataka wamiliki vitu kama watu wengine kwa sababu wao ni binadamu. So napenda kuhimiza sana wasiwafiche ndani, wawatoe. Utojua ni nini, utojua bahati yake nini. Kwa sababu mimi sikujua kama nitafika hapa, leo hii nimefika hapa. Na uwezo sitegemei mzazi, sitegemei mtu yoyote. Najitegemea mimi kama mimi, nafanya biashara zangu, najiingizia kipato. So napenda kuhimiza sana wawalete wanafunzi wao chuo cha VETA Dodoma. Pia kuna VETA ziko nyingi na si kila mkoa sasa hivi kuna VETA. Wapeleke VETA, watu wakataa, watapata ujuzi, watajiendeleza wao kama wao. Pia napenda kuwashukuru kamati ya elimu, napenda kuwashukuru wote na naibu waziri wa elimu, waziri wa elimu. Pia napenda kuwashukuru wote walionisapoti, kwani hapa waliponisapoti si kidogo. Wao wataona kama ni wamenisapoti kidogo, lakini wamenisapoti kwa kubwa sana. Leo hii wamenisapoti kwa fedha, japo na elimu. Wamenisapoti kwa fedha, naenda kufanya mambo yangu mengine ambayo yatanisaidia kuingiza pesa zaidi ya hiyo walionisapoti. Napenda kuwashukuru sana. Kundi ya VETA Chemba, kamati imefurahishwa sana na namna ambavyo mnatoa haki kwa watu wote. Tumeona mmeendelea kumtia moyo, lakini kuwashawishi pia watu wengine wenye ulemavu, kuwatia moyo na wenyewe waweze kujiunga na VETA, waje wajifunze. Kila mtu anacho anachokuja. Yaani katika dunia yetu kila mtu anacho alichojaliwa, anacho anachokijua. Kwa hiyo tunakupongeza sana. Tunakujia hii hapa
1,600,000. Leo utaona manufaa ya kuwa hapa, hujapoteza muda, na sisi tunakutia moyo uendelee kuwa mbunifu zaidi ukisaidie chuo chetu. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunaomba ukabidhi na baadaye utakabidhi mhusika. Tuiombe sana serikali kutengeneza hizo pooling factors zitakazowavutia hao watoto kujiunga na vyuo vyetu vya VETA. Si hapa tu, vyuo vyote, ikiwezekana tuwe na ziada ya wanafunzi, tusiwe na upungufu wa wanafunzi. Hii itatusaidia kutatua changamoto zilizoko huko mtaani, lakini vile vile kuutilize resources zote ambazo zimewekwa kwenye vyuo vyetu. Jambo lingine, Mheshimiwa Naibu Waziri, wakati tunazungumzia vyuo vya VETA mpaka kuanza kujengwa na nini, kwenye kamati na hata kwenye bunge tulishauri sana vyuo vyetu, kwa sababu vinajengwa kila wilaya, na bahati nzuri katika nchi yetu kila wilaya ina shughuli kuu ambayo inafanyika katika wilaya husika. Kwa hivyo vyuo vyetu vitumike katika kutatua changamoto zilizoko kwenye eneo husika. Umezungumzia Mheshimiwa Mbunge anazungumzia kilimo na mifugo. Sisi tuna umeme, tuna uhunzi, tuna nini, sio jambo baya. Lakini zile changamoto mahususi ambazo ziko katika eneo husika ziwe ndo kipaumbele katika vyuo vyetu. Hii itatusaidia kwanza kutatua changamoto ambazo ziko katika eneo husika. Lakini pili, tunazungumzia masuala ya wanagenzi, kutafuta experts walioko nje ya vyuo wenye uzoefu, wenye uwezo mkubwa na hizo fani kuja kuwafundisha watoto wetu. Itakuwa ni rahisi kama wako karibu na jamii ambayo ina shughuli hizo ambazo wanafundishwa vyuoni. Mwenyewe umejionea kwamba vifaa ni vya kisasa. Mheshimiwa Mabula, maana wewe ndio hoja zako hizi kuhusiana na vifaa. Vifaa ni vya kisasa ambavyo vinamwezesha mwanafunzi akitoka hapa akikutana navyo huko mtaani hawi mshamba tena. Anakuwa amezoea na anaweza akajiajiri au akaajiriwa kutokana na ujuzi ambao ameupata hapa. Na vifaa hivi nakumbuka tulivizindua hapa chemba, nilivizindua mimi, lakini vilisambazwa katika vyuo 53 vya VETA, na kwa kadri uwezo utakavyotuwezesha tutaendelea kuboresha baadhi ya vyuo vile ambavyo vimebaki. Tutajitahidi kupeleka vifaa vya kisasa ili kuona kwamba wanafunzi wetu wanapata mafunzo yale ambayo wanatakiwa kuyapata na kuachana na nadharia ile ya kwamba kompyuta tunachora kwenye ubao na wanafundishwa hapa. Kwa sababu ya ukuaji wa teknolojia na soko la ajira linakotupeleka kwa haraka, niombe tu VETA na Wizara ya Elimu kwa ujumla tuendelee kupokea na kujiboresha mara kwa mara, kwa sababu tumefikia hapa, lakini bado tunao maeneo ambayo tunaweza tukafanya vizuri zaidi, na tukifanya vizuri zaidi tunajiweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya sisi katika soko la ajira katika ukanda wetu. Kwa mfano nimezungumza pale kwenye welding, ningependa yale ambayo tumeyazungumza na mimi yamechukuliwa, kwa maana ya library ya welding, ambao hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti inaweza kuturahisishia sana kwa vigezo vya sisi kuwa ndio wakala wa utoaji wa certificate bora kabisa. Inawezekana katika region yetu, lakini kwa region yetu, kwa mfano kwa East Africa, sisi tuna miradi mingi sana ambayo tumeifanya ya kimkakati, ambapo ukitizama baada ya miaka 10 mbele inawezekana sisi tukawa ni sosi kubwa sana ya ajira wenzetu watakapoanza kutekeleza miradi kama ya kwetu. Wakati sisi tunaanza kutekeleza miradi yetu tulikuwa tunachukua sana watu wengi kutoka nje kwenye zile nchi ambazo zimeshatekeleza miradi kama hiyo, lakini sisi kupitia miradi hii ambayo tumeshaitekeleza tunaandaa vijana wetu wengi sana kwa ajili ya miradi endapo wenzetu, majirani zetu watakapoanza kutekeleza miradi yao. Sisi kama VETA ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Elimu na tunahusika na elimu na mafunzo ya ufundi stadi, na katika kutekeleza hilo VETA tunatekeleza sera hile katika maeneo ambayo tumeainisha, maeneo makubwa 5.
Na kwa kifupi tu niseme moja katika hayo ni kwamba tunahitajika kuwa na mfumo wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi ambao uko nyumbufu, ambao unamwezesha Mtanzania kuweza kujiunga na mafunzo hayo muda wowote na kutoka muda wowote isipokuwa na uwezo wa kuendelea kujifunza. Lakini pia kuhakikisha kwamba elimu na mafunzo ya ufundi stadi inakuwa ni kwa wote na watu wote wenye mahitaji wanaweza kupata elimu hiyo, sambamba na kuhakikisha kwamba viwango na ubora wa mafunzo tunayoyatoa yanakuwa yanazingatia vigezo vile vya kimataifa, lakini kitaifa na kikanda, na kuweza kuhakikisha kwamba tunakuwa na rasilimali ya kutosha na yenye weledi katika kutekeleza shughuli mbalimbali za kiuchumi, lakini pia katika kushirikiana na kuweza kutekeleza masuala mbalimbali na kutekeleza vipaumbele vya kitaifa kwa kuhakikisha kwamba hao watu tunawatoa na kuwajenga vizuri. Uwepo wa VETA hii unatunufaisha sisi vijana kupata fursa mbalimbali. Kwa mfano, kwa sisi wanafunzi ambao tunamaliza form 4, kuna wengine wengi kwa sasa tunapenda ufundi kwa ajili ya kujikimu kimaisha na kuondokana na umaskini mtaani. Tunakuja VETA ili kupata ujuzi mbalimbali. Wito wangu kwa wananchi au vijana walioko mtaani, ningependa kuwashauri kwamba waje VETA. VETA inawasaidia vijana na hata watu wazima pia kuondokana na umaskini huko mtaani, lakini pia inatusaidia vijana kuondokana na makundi yasiyofaa. Kwa sababu ukija VETA utajifunza, utapata ujuzi na utaenda mtaani, utaanzisha biashara yako. Kwa mfano sisi wa ushonaji, naweza nikatoka hapa nikaenda mtaani nikajifunza kushona, nikaingiza kipato changu, lakini pia kuna ambao wanaweza kujifunza kuchomelea, akatoka hapa akaenda mtaani akaingiza kipato chake kutokana na ule ujuzi alionao. Mimi natoa wito kwa wazazi na wanafunzi na watoto ambao wapo mtaani wanaoamini kuwa watoto wao au wakija VETA ni wanapoteza muda. Mimi nataka kusema sio kweli, kwa sababu ukisoma VETA unaweza ukajiajiri mwenyewe kwa kufungua ofisi yako. Kwa mfano kama ukisoma ushonaji, unaweza ukafungua ofisi yako ambayo ukawa unashona nguo nyingi na ukajipatia ajira. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Dr. Hussein Omar, amesema wizara inaendelea kutafakari mbinu bora za kuwezesha wahitimu wa VETA kupata mahitaji kupitia vikundi ili kuongeza uwajibikaji na usimamizi wa fedha. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.